Majina anaitwa Dr. Asheri Mahenge. Siku ya leo tutaenda kujifunza kuhusiana na sheria za lishe. Kwa nini tujifunze sheria za lishe? Tunajifunza sheria za lishe kwa sababu ni muhimu sana. Kama tutajifunza, tutazielewa na tutazitumia, zitatusaidia sana kuweza kupambana na kuweza kuzuia magonjwa mengi sana ambayo yanakuja saizi kwa kasi, magonjwa yasiyoambukizwa, magonjwa ambayo yanasababishwa na mabadiliko makubwa ya mfumo wa maisha ambao upo katika kipindi hiki. Kwa hiyo kabla tujaanza kuchambua hizi sheria za lishe ni zipi, ningependa tuweze kujifunza nini maana ya lishe. Mtu ana maana gani anaposema lishe? Mtu ana maana gani anaposema hii ni lishe bora, hii ni lishe duni? Nafikiri vitu vyote hivi tutakuja kuviangalia huko mbele kwa undani na kwa kina zaidi. Tunavyosema lishe ni mchakato wa mwili kupata, kutumia na kufyonza na kuhifadhi virutubisho vinavyotokana na chakula ili kusaidia ukuaji, uzalishaji wa nguvu, ujenzi na ukarabati wa tishu pamoja na kudumisha afya na kuzuia magonjwa. Kwa hiyo mchakato wote ambao unatokea pale unapochukua chakula, unapokula kile chakula kinaingia tumboni, kinasagwa, kikisagwa kinakuwa vipande vidogo vidogo, vile vipande vinafyonzwa, vinaingia kwenye damu. Vikiingia kwenye damu vinaenda kufanya kazi kama kusaidia kujenga mwili, kutoa nguvu, pia kukarabati. Pia hivi virutubisho vinafanya kazi ya kutupa afya, pia kuzuia magonjwa. Kwa hiyo mchakato wote ndio unaitwa lishe. Kwa mtu kuambia lishe ni nini? Lishe ni mchakato wote pale mtu unapokula chakula mpaka chakula kinaenda kukupa nguvu, kinajenga mwili, kinarekebisha mifumo iliyoharibika au mifumo iliyochakaa. Pia vile virutubisho vinafanya kazi ya kuzipa kinga zetu nguvu ili ziweze kupambana na magonjwa. Kwa hiyo huu mchakato wote tunaita lishe. Kwa hiyo kwa kifupi tunaweza tukasema lishe ni matumizi sahihi ya chakula ili kupatia mwili virutubisho vinavyohitajika kwa afya bora, ukuaji na utendaji mzuri wa viungo ndani ya mwili. Kwa hiyo ndio maana ya lishe. Tunasema ni matumizi sahihi ya chakula kwa sababu si kila kitu ambacho unakiingiza ndani yako kinaweza kukupa virutubisho ambavyo ni sahihi, ambavyo vinahitajika na mwili kwa ajili ya kujenga. Kuna vitu vingine ukiviingiza ndani ya mwili wako vinakuwa ni hatari sana. Nafikiri tutakuja kuona huko baadaye. Kwa hiyo dhumuni kubwa la lishe ni kutupa virutubisho. Kumbuka mwili wa mwanadamu haujengwi na matofali. Mwili wa mwanadamu unajengwa na virutubisho, na hivi virutubisho tunavipata kutoka kwenye chakula. Kwa hiyo mchakato wa kupata hivi virutubisho, hii ndio inaitwa lishe. Kwa maana nyingine tunaweza tukasema kwa maana ya kina zaidi ya kisayansi, tunasema lishe haihusishi tu mtu kula. Lishe inahusisha mambo yafuatayo. Kitu cha kwanza, lishe inahusisha kitendo cha kula chakula. Kwa hiyo pale unapokaa mezani, unapochagua chakula, unapoamua ni aina gani ya chakula ule, hiyo ndio stage ya kwanza ya lishe. Stage ya pili ya lishe, ukisha kula chakula kinaenda tumboni. Kisha ingia tumboni, chakula kinaanza sagwa. Kisha swaga chakula, maana yake kinageuzwa kuwa virutubisho vidogo. Vile virutubisho vidogo vinaanza kuingia kwenye damu. Kwa hiyo baada ya chakula kuvunjwa kwenye virutubisho vidogo, vile virutubisho vidogo vinaanza kufyonzwa kuingia kwenye damu. Kwa hiyo vile virutubisho vikiingia kwenye damu, hapo ndipo matumizi mbalimbali yanaenda kufanyika. Matumizi ya kwanza, manake kama tulivyosema, yanaenda kusaidia kuupa mwili nguvu, yanaenda kujenga tishu au viungo ambavyo vimechakaa au vimekufa. Pia hivyo virutubisho vinaenda kufanya michakato mbalimbali, nafikiri tutakuja kuona huko baadaye. Hatua ya 5 ya lishe tunasema ni uhifadhi na utoaji wa taka. Hapa tunasema mwili unahifadhi baadhi ya virutubisho na kutoa baadhi ya mabaki ambayo hayahitajiki ndani ya mwili. Kwa hiyo hili tuseme sasa, hii ni lishe bora. Lishe bora yoyote lazima iwe na vitu kama 6. Hivi vitu ni muhimu na ni msingi sana, kwa sababu hivi vitu vinapopatikana vyote kwa pamoja,
Manake unatengeneza lishe ambayo ni bora na lishe ambayo inaenda kutoa vile vitu ambavyo vinahitajika ili mwili uweze kufanya kazi na uweze kutimiza makusudi yake. Lishe yoyote ili iwe kamili lazima iwe na virutubisho kama 6. Kirutubisho cha kwanza tunasema ni wanga. Wanga ndicho chanzo kikuu cha nishati. Tunasema nishati manake ni nguvu zote ambazo unatumia kuongea, kufanyia kazi, kutembea, kufanya shughuli yoyote, manake hizo nguvu unazipata kutoka kwenye virutubisho ambavyo vinaitwa wanga. Unapokula chakula cha wanga, kinapoingia tumboni kinavunjwa na kuwa chembe ndogo sana ambazo zinaitwa glucose. Hizi glucose ndizo zinazoingia kwenye damu. Hizi glucose ndizo zinazoenda kuvunjwa ndani ya seli na kuzalisha nishati. Kwa hiyo hii nishati unapoipata wewe ndio unaitumia kwenye shughuli mbalimbali. Kwa mfano mimi ninavyofundisha hapa, manake natumia nishati, na hii nishati ni matokeo kutoka kwenye virutubisho vya wanga ambavyo unavipata kupitia lishe. Virutubisho vingine ambavyo vya muhimu inatakiwa viwepo kwenye lishe manake ni protini. Kazi kubwa ya protini manake ni kujenga na kurekebisha tishu za mwili, kurekebisha zile tishu zilizoharibika, tishu zilizochoka au seli zilizochoka. Kwa hiyo vyakula vyote vya protini ambavyo tunakula manake vinaenda kufanya kazi hii ya kurekebisha tishu na kujenga tishu mpya mwilini. Kwa mfano vyakula vya protini kama maharage, ni kama nyama, ni kama kunde, ni kama dagaa, ni kama maini. Hivi vyakula vyote vinapoingia ndani vinakupa protini, na hizi protini ni muhimu sana katika kujenga kinga ya mwili. Kwa watu wale wanaofanya mazoezi, hizi protini ndizo zinazosaidia kujenga misuli. Tishu zilizoharibika, manake protini inakuwa inafanya kazi ya kujenga au kurekebisha hizo tishu zilizoharibika. Protini pia ni muhimu sana kwa watoto, kwa sababu watoto wanakuwa katika kipindi cha ukuaji. Kwa watoto wanaopata protini wanakuwa vizuri na kujenga miili yao vizuri. Pia virutubisho vingine ambavyo inatakiwa viwe kwenye lishe yetu ili tuwe na lishe bora, tunasema ni mafuta. Mafuta ni muhimu sana kwa sababu na yenyewe yanatumika kwenye kazi kama kutoa nishati. Mafuta pia na yenyewe yanaweza kutoa nishati pale glucose itakapokuwa imepungua kwa kiwango kidogo. Kwa hiyo mwili unaenda kutumia mafuta kama chanzo cha nishati. Hapa pia watu ambao wanakuwa wanafanya mazoezi sana wanakuwa wanatumia mafuta kama chanzo cha nishati, ili ile nishati iwasaidie kuweza kufanya mazoezi, kuweza kukimbia, kama ni kuogelea, kufanya shughuli zozote za kimazoezi. Kwa mafuta yanakuwa yanatumika badala wa glucose. Pia mafuta ni muhimu kwa sababu yanasaidia kulinda viungo. Pia mafuta ni muhimu kwa sababu yanasaidia kufyonza baadhi ya vitamini ndani ya mwili. Kwa mfano mtu akikosa mwili wake ukikosa uwezo wa kuweza kuvunja mafuta, manake hawa watu wanakuwa pia na tabia ya kuto kufyonza baadhi ya vitamini. Kwa hiyo mafuta ni muhimu sana kwa sababu yanasaidia kufyonza baadhi ya vitamini mwili, ili vitamini hizo ziweze kutumika kwenye shughuli mbalimbali za mwili. Pia lishe bora lazima iwe na vitamini. Vitamini na zenye ni muhimu sana kwenye mwili, zinatumika katika michakato mbalimbali ya mwili. Pia tunahitaji madini katika lishe yetu. Madini ni muhimu sana kwa sababu ndio yanatumika kujenga mifupa. Madini yanatumika kutengeneza damu, kwa mfano madini ya chuma. Pia madini ni muhimu sana, yanatumika kwenye misuli. Misuli inavyotanuka na kusinyaa, madini ndio yanayokuwa yanafanya kazi sana katika harakati za misuli. Pia kazi za neva maanake ni kusafirisha taarifa ndani ya mwili. Kwa hiyo madini yana umuhimu sana wa kuweza kuhakikisha taarifa ndani ya mwili zinasafirishwa kwa ubora na zinasafirishwa kwa ufanisi mzuri. Pia ili tuwe na lishe iliyo kamili, pia tunahitaji maji. Maji ni muhimu karibia kwenye kila kiungo ndani ya mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo hili uwe na lishe bora, hili uwe na lishe ambayo
itauwezesha mwili wako uwe na afya, uweze kufanya kazi kwa ubora, uweze kufanya kazi kwa ufanisi. Lazima uwe na hivi vitu 6 tulivyovitaja hapa, lazima viwe katika uwiano na katika usawa ambao unahitajika. Sasa hapa tuangalie nini lishe na faida gani. Kuna faida gani ya kuwa na lishe bora ambayo ina virutubisho vyote 6 ambavyo tumevitaja? Kitu cha kwanza, lishe inatusaidia kuweza lishe bora inatusaidia kuweza kutoa nguvu za kufanya kazi. Kumbuka dhumuni kubwa la lishe la chakula ni kuweza kutupatia nguvu. Miili yetu inahitaji nguvu ili iweze kufanya shughuli zake au iweze kufanya kazi zake. Na tunapokuwa na lishe bora, tunapokuwa na lishe bora, maana yake tunakuwa na chakula ambacho kazi yake kinakuwa ni kutupa nguvu. Kwa hiyo nguvu ambayo inapatikana kwenye lishe tunaitumia kufanya shughuli zetu mbalimbali. Pia faida nyingine ya kuwa na lishe bora, maana yake lishe bora inatusaidia kujenga na kurekebisha tishu za mwili ambazo zimeharibika. Kujenga kwa sababu mwili unajenga misuli, mwili unajenga mifumo yetu ya ulinzi, mwili nayo inajenga lishe bora inajenga homoni, lishe bora inajenga hizi protini ambazo ni muhimu katika ujenzi na uimarishaji wa mwili. Pia lishe bora inatusaidia kuweza kuimarisha kinga dhidi ya magonjwa. Mtu ambaye anakuwa na lishe bora anakuwa na mfumo wake wa kinga unakuwa ni bora. Pia mtu akiwa na kinga bora, manake huo mfumo unakuwa ni imara kuweza kupambana na magonjwa ambayo yanaingia ndani yake. Pia lishe bora inasaidia katika ukuaji wa watoto na vijana. Kumbuka protini ni muhimu sana katika ukuaji. Kwa hiyo tunapokuwa na lishe bora kwa watoto wetu, manake tunafanya watoto wetu waweze kukua vizuri, vijana wetu waweze kukua vizuri. Pia lishe bora hupunguza hatari za magonjwa yasiyoambukizwa, magonjwa kama vile kisukari, shinikizo la damu, unene uliopitiliza na magonjwa ya moyo. Kwa hiyo tunapopata lishe bora, tunapokuwa na lishe bora ina nguvu sana ya kuweza kupunguza hatari za haya magonjwa.